Mimi naomba msamaha kwa Wakenya kwa sababu huyu William Ruto mimi nilichangia kiasi kikubwa sana kumsukuma kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Pale kwetu nilienda nikatumia ujasiri wangu, nikaongea na watu wangu, nikawaambia Ruto ni mtu mzuri, tumpatie nafasi. Nikasanya kura karibu milioni 4, almost 3.5 million. Na hiyo kura ndio ilimfanya akakuwa rais. Mimi nilikuwa nimemwamini sana kwa sababu yeye alikuja na Biblia akasema ni Mkristo na ameokoka. Na unajua mimi Nyakundi ni bwana ya pasta. Sasa kwa sababu ya kukaa hapa na Mama Doka sana, nimekuwa Mkristo ambaye ni shupavu sana. Na mtu yeyote akija na Biblia niambie ameokoka, mimi humpenda sana na kumwamini. Huyu William Ruto tulimwamini sana. Na mimi ile maneno yote alituambia atafanya kwa hii manifesto, mimi nilimwamini. Kwa kiwango ya kwamba mimi hakuandikania na yeye chochote. Hakuandikania na yeye chochote nikimsaidia kuwa rais. Nilimwamini tu. Lakini tumefika hapa kwa serikali, amepinduka ama amekuwa ile maneno alituahidi hakuwa na mpango yoyote ya kuyatekeleza. Sana sana maneno ya uongo. Bwana Nyakundi, maneno ya kudanganya watu ni kitu ya uchungu sana. Alikuja pale North Mugirango pale Nyamira, akasema kutakuwa na university ya Nyamira, akijua vizuri hakuna pesa yote iko kwa budget. Anadanganya tu watu ya Nyamira mjana na anajua mpaka wa leo hakuna kitu kimefanyika. Unasikia? So mimi I take responsibility kwa sababu nilimsaidia huyu William Ruto kuwa rais. Alafu amefika pale amegeuka wa Kenya. Alikuwa ameambia wa Kenya ya kwamba mambo ya bottom up economic transformation. Hii serikali itakuwa ni ya bodaboda, itakuwa ni ya mama mboga. Akifika pale ataweka kila mtu pesa kwa mfuko. Sasa kufika pale kuliko aweke watu pesa kwa mfuko, ile kidogo ilikuwa kwa mfuko ametoa, ameweka kodi. Watu wamekwama. Hii bodaboda akiingia pikipiki moja ilikuwa 1120, imeongezeka sasa mpaka shilingi 1200. Hao mama mboga aliwaambia itakuwa serikali yao. Watoto yao ya university wako nyumbani, wakiwa wagonjwa hawezi pata matibabu kwa sababu isha haifanye kazi. Kwa hivyo mimi naomba msamaha kwa Wakenya kwa sababu mimi sikuwa namjua huyu vizuri. Nilimwamini, alikuja na Biblia, akajifanya ameokoka, nikampenda, nikamwamini, na ndio tuko katika shimo hili. Na ndio mimi baada ya kukaa na yeye mwaka moja nilianza kuona huyu jamaa alikuwa ni muongo. Alikuwa kasi yake ni kudanganya Wakenya. Na mimi ndio nikaanza kumuondokea polepole na kumwambia hii maneno haiwezekani, hii haiwezekani, hii haiwezekani. Kwa hivyo mimi nakubaliana na wewe, kama iko mtu ako na makosa Kenya, kwa ile shida tuko nayo Kenya, kwa ile shimo tuko katika kama taifa, kwa ile matatizo ambayo Wakenya wanapitia, mtu ya kwanza kabisa kulaumiwa ni Rigathi Gachagua, kwa sababu mimi nilichangia kiasi kikubwa sana kutafutia huyu rais kura na kushawishi watu ya nyumbani waunge mkono. Na kwa kupitia kura hiyo ambayo tulimpatia 47% kutoka pale Mlimani, akakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Sasa amekuja kuhangaisha Wakenya, amekuja kuwaumiza, ameharibu nchi, uchumi umezoroteka, kila kitu imesimama. Nataka nichukue nafasi hii leo nikiongea na Abagusi, niombe msamaha kwa watu ya Kenya na niseme kikwetu wanasema kufanya makosa sio mbaya. Shida ni kurudia makosa. Sasa hii makosa tulifanya ndio tunarekebisha. Na ndio naona mimi silali kwa sababu mimi nilichangia kiasi kikubwa kuleta huyu jamaa. Lazima nichangie kiasi kikubwa hata zaidi. Na o ne ukuri Moga FM.